Kabla sijarudi kwenye taarifa timu yetu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, mimi nataka nikongweshe moja kati ya taarifa ambayo jana siku za nyuma nimeikongwesha, niliwahi kuzungumza, lakini pia jana nikazungumza, na leo nataka niimalizie, alafu nitarudi tena baadaye kwa ajili ya kwenda kukupa baadhi ya majina hapa pale kwa Wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba ambayo yamekuwa yakionekana mazoezini na kuna nini ndani yake. Bwana, jana majira kama haya saa moja nilizungumza kuhusiana na sakata la mwamba Aishi Salum Manula. Niliwahi kuzungumza nyuma huko awali kwamba Manula na Simba ndio basi tena atamaliza kandarasi yake pale kwa Wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba. Lakini pia jana nilizungumza kuhusiana na Manula na Azam FC na nikakwambia kwamba muda wote kutoka hapo manake Manula atasinya kandarasi na Azam FC panapo na majaliwa ya kwake Allah. Nataka niuthibitishie umma wa Tanzania kwamba Aishi Salum Manula is back. Kwa mujibu wa taarifa, tayari nyanda huyu anayemaliza mkataba wake na klabu ya Simba amesinya kandarasi ya miaka miwili kuwatumikia waajiri wake wa zamani. Manake kina Musabanda, kina Kichina, kina Mati Kiwanja wa Mkwajuni, yanazungumzia Sheikh Azam FC kwa mujibu wa taarifa ambayo mimi niko nayo. Kama itakuwa ni shabiki wa Azam, itakuwa ni mpenzi wa Azam FC, Sheikh wewe jua kwamba Aishi Salum Manula amesinya kandarasi ya miaka miwili kuwatumikia Azam FC. Niendelee kutangazia umma kwamba Aishi Salum Manula ni mali halali ya Azam FC kuelekea kwenye msimu ujao insha Allah. Kuna ndugu yangu akaniuliza, Gulam, unajua shekhe mambo ya usajili? Unaweza ukamtangaza mchezaji halafu lile dili lake likabuma kwenye dakika za lala salama, ukaja ukamsikia mchezaji amekwenda Singida, amekwenda Yanga. Naomba nikiri kwamba ni kweli linaweza kutokea, na kuna sababu mbili iwapo zitatokea Aishi Salum Manula hata kuwa sehemu ya kikosi cha Azam kuelekea kwenye msimu ujao panapo na majaliwa ya kwake Allah. Sababu ya kwanza, ikiwa Aishi Salum Manula atakutwa na umauti, yani Manula akifa hataweza kuitumikia Azam FC. Lakini sababu ya pili, ikitokea Azam FC ikafungwa, manake halipo, Aishi Salum Manula hataweza kuitumikia Azam FC. Lakini sababu nyingine yoyote haitazuia Aishi Salum Manula kuhudumu na waota mikate wa Bakaresa timu ya Azam FC. Kwa hiyo itoshe kusema daldan Aishi Salum Manula ni mali halali ya Azam FC. Bwana, taarifa zikufikie mshabiki wa Simba, mwanachama wa Simba, mpenzi wa Simba pale popote ulipo, kwa mshambuliaji wa timu ya Mtibwa Sukari, yani pale Mtibwa Sugar, mshambuliaji wao huyu bwana mdogo anaitwa Omar Marungu. Kuna mchezaji anaitwa Omar Marungu. Shekhe anaendelea na mazoezi kwa sasa pale kwa Wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba. Najua watu ambao watakuwa wanafuatilia mazoezi kwa upande wa Simba wanaweza wakashtushwa na hili kwamba Omar Marungu anafanya mazoezi na Wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba. Nataka niuthibitishie umma wa Tanzania kwamba benchi la sasa la Wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba limeridhika na uwezo wa kijana na wanaendelea kumtizama zaidi. Kama ilivyo, kuna kijana pale anaitwa Morris Abraham. Nataka nimalize kabisa hapa kwa Wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba. Kuna kijana jina la pili, kuna kijana wa mwanzo anaitwa Omar Marungu. Ukisikia jina la Omar halafu likawa linacheza mpira, tafsiri yake hiyo ni mashine. Moja kati ya kitu ambacho kitanishangaza zaidi ni iwapo Simba hawatamsajili mchezaji huyu kuelekea kwenye msimu ujao panapo na majaliwa ya kwake Allah. Sasa Omar Marungu waji na huyo. Lakini kama hiyo haitoshi, kuna mchezaji anaitwa Morris Abraham. Wachezaji wawili hao hatima yao
ipo mikononi mwa benchi la ufundi la wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba, panapo na majaliwa ya kwake Allah. Lakini kama hiyo haitoshi, kuna mchezaji mwingine mzawa hapo kwa wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba, anaitwa Kipenye. Moja kati ya wachezaji huyo, Cyprian Kipenye, ambaye na yeye anafanya mazoezi na kikosi cha wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba. Kumbukumbu inanambia anatokea katika timu moja inaitwa Singida United. Kwa wale ambao watakuwa wanafuatilia vizuri mpira wa Tanzania, Cyprian Kipenye aliwahi kupitia kwenye timu za vijana pale, yani kwa wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba, na sasa kwa mujibu wa taarifa ni miongoni mwa wachezaji ambaye anaangaliwa na benchi la ufundi la wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba. Taarifa ikufikie popote ulipo kwamba kuna wachezaji watatu shekhe wazawa mpaka kufikia sasa wanafanya mazoezi na Simba. Alipo Kapombe wapo, alipo Mkwala wapo, alipo Ateba wapo. Kwa mujibu wa taarifa wanaangaliwa. Kama benchi la ufundi la klabu ya Simba litawaridhia kuelekea kwenye msimu ujao, panapo na majaliwa ya kwake Allah, watakwenda kuhudumu pale na wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba. Mimi nataka tuangalie kwa haraka kabla tujarudi kwenda kuangalia kwengineko nako kunani. Mimi nataka nikupe hii, naomba nikudokeze kwa upande wa siku wa leo, alafu tutamuomba tena Mwenyezi Mungu atupe uhai na majaliwa, tutarudi tena kuelekea kwenye siku ya kesho. Bwana goalkeeper wa Yanga, namzungumzia Djigui Diarra, wote tunafahamu amekuwa akihusishwa sana na kutaka kuondoka pale Jangwani. Namzungumzia Diarra Sheikh, ambaye alisinya, kumbukumbu inanambia, kandarasi ya miaka 2 ya nyongeza kwenye msimu uliopita, na kumbukumbu inanambia kama kwenda sawa, ana mkataba wa mwaka mmoja bado pale Jangwani. Sasa baadhi ya vilabu vimekuwa vikihusishwa sana kumtaka goalkeeper huyu Diarra, na hofu shekhe tunaambiwa imekuwa juu kweli kuhusiana na mwamba huyo. Kumbuka kwamba moja kati ya dhamira ya Yanga kuelekea msimu ujao ni kuhakikisha wanajenga PSG ya Bongo iliyokuwa bora. Yani shehe nazungumzia Yanga hapa, wanataka kuijenga PSG panapo na majaliwa ya kwake Allah. Huwezi kuwa na PSG iliyokuwa bora kama unakwenda kumuuza Diarra, na taarifa zinasema kwamba Diarra anatakiwa na vilabu vikubwa, yani nje kabisa ya mipaka hii ya Tanzania. Hofu ilizuka shekhe pale Jangwani kuhusiana na goalkeeper huyu wa Yanga. Nilikuwa najaribu kufuatilia taarifa za ndani kidogo kuhusiana na goalkeeper Diarra wa Yanga Africa, ambaye tayari bwana ametoa msimamo wa hatma yake kuelekea kwenye msimu ujao, panapo na majaliwa ya kwake Allah. Bwana Diarra ndo kaamua maamuzi yake yawe hivyo, na anasema maamuzi yake yaheshimiwe kwa mujibu wa taarifa, kwa sababu mpira ndio furaha yake, mpira yeye ndiyo ajira yake. Kwa hiyo bwana, kuna maamuzi magumu ambayo goalkeeper wa Yanga amekwenda kuyatoa kuelekea kwenye msimu unaokuja, panapo na majaliwa ya kwake Allah, na mwenyewe anasema kwamba hili anataka lisimamiwe na likatimie kuelekea kwenye msimu ujao Allah atakaporidhia. Ni lipi? Tumombe Mungu atupe uhai, lakini pia atupe afya zilizokuwa njema. Nitarudi tena kwenye siku ya kesho, nitakuja kukueleza hapa hatma ya mwamba Diarra na wekundu wa Msimbazi na Yanga Africa. Kumradhi bwana, nataka nitamatishe kukongwesha hapa moja kati ya taarifa. Bwana, kuna mchezaji pale Yanga kwa wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba, bunge moja la mchezaji, halafu huyu mchezaji ni wa kimataifa, yani shekhe si mzawa wa Tanzania.
halafu huyu mchezaji amekuja mwanzoni tu mwa msimu, yani nazungumzia kwenye dirisha kubwa lile la usajili, amejiunga na Simba na ndiyo kwanza ameitumikia Simba kwa mkataba wa mwaka mmoja. Yani Shekhe ndo kwanza kaitumikia Simba kwa mkataba wa mwaka mmoja. Tafsiri yake bado ana mkataba na wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba. Lakini kwa mujibu wa taarifa ambayo Gulam niko nayo ni kwamba tayari ameidokeza familia yake na watu wake wa karibu kwamba hana furaha katika maskani yake ile ya wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba. Yani kwa mujibu wa taarifa ambayo Gulam niko nayo, na mimi naamini kuelekea kwenye msimu ujao huyu bwana atakuwa na 50 kwa 50. Maana yake 50 kuondoka, lakini pia 50 kubaki pale kwa wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba. Kwanza, kuna baadhi ya vilabu vinahitaji kandarasi yake, lakini jambo la pili, inasemekana huyu mwamba anasema hana furaha ya kuendelea kuhudumu pale kwa wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba. Ni mchezaji gani na kwa nini hana furaha? Tumombe tena Mwenyezi Mungu kuelekea kwenye siku ya kesho, Allah atakaporidhia. Ni miongoni mwa taarifa ambazo nitarudi hapa na kwenda kuzikongwesha. Kama kuna kitu kinanivutia zaidi, Shekhe, mimi napenda unirekodi. Maana yake ni rekodi sasa, halafu tukielekea kule mwishoni mwa msimu, yani tukielekea kule kwenye dirisha kubwa la usajili, kuna mengi ambayo nazungumza yatakwenda kutokea. Moja kati ya kitu ninachochukia zaidi, tukasema hii ni story mpya wakati tayari Shekhe tulishaikongwesha. Kwa hiyo yupo mwamba kwa Simba, 50 Simba, lakini pia 50 huenda akaondoka kwa wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba.